serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza zawadi ya dola milioni 5 kwa yeyote atakayesaidia kukamatwa kwa viongozi watatu wa kundi la waasi ambao wameuteka sehemu kubwa ya mashariki mwa nchi hiyo mwaka huu. Colonel Nangaa aliyekuwa mkuu wa tume ya uchaguzi ya DRC sasa anaongoza muungano wa waasi wa Congo River Alliance, yani ambao unajumuisha kundi la waasi la M23. Nangaa amekuwa akihutubia mikutano mikubwa katika miji iliyoko chini ya udhibiti wa waasi hao. Dau hilo pia linahusu viongozi wa M23, yani Sultani Makenga na Bertrand Bisimwa. Mwaka jana, mahakama ya kijeshi iliwahukumu watatu hao kifo kwa mashtaka ya usaliti, ingawa walihukumiwa bila kuwapo mahakamani. Serikali pia imetangaza zawadi ya dola milioni 4 kwa yeyote atakayesaidia kukamatwa kwa waandishi wa habari wawili walio uhamishoni pamoja na wengine inaowaita washirika wa waasi. Hata hivyo, uwezekano wa yeyote kati yao kukamatwa unaonekana kuwa ni mdogo sana. Katika wiki za hivi karibuni, jeshi la DRC limeonekana kushindwa kuhimili mashambulizi ya waasi wa M23 wanaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda. Waasi hao wameteka maeneo makubwa ya mashariki yenye utajiri wa madini, ikiwa ni pamoja na miji miwili mikubwa zaidi katika eneo hilo, Goma na Bukavu. Sasa agizo hili linakuja muda mchache tu baada ya waasi wa M23 kujitangazia ufalme wao kwenye maeneo hayo. Sasa unaweza ukawa unajiuliza nini hasa au nini kimesababisha huu mgogoro kati ya waasi wa M23 na serikali ya DRC Congo. Sasa tunasema mashariki mwa DRC Congo kuna maeneo yenye utajiri wa madini, imekumbwa na migogoro kwa zaidi ya miaka 30 sasa, tangu mauaji ya kimbari ya Rwanda ya mwaka 1994. Sasa makundi mbalimbali ya waasi yamekuwa yakishindana na mamlaka kuu kwa ajili ya madaraka na udhibiti wa utajiri mkubwa wa madini katika taifa hili lenye ukubwa mkubwa. Kutokuwepo kwa utulivu kumevuta mataifa jirani kuhusika kwa athari kubwa, hasa katika miaka 1990 wakati wa vita viwili vikubwa vilivyopewa jina la vita vya dunia vya Afrika vilisababisha vifo vya mamilioni ya watu. Sasa nini kinatokea kwa sasa huko DRC Congo na kusababisha machafuko yote haya? Tunasema baada ya mashambulizi ya kasi katika eneo la mashariki, wapiganaji wa kundi la waasi la M23 wameteka miji na maeneo muhimu kadhaa. Mapinduzi yao makubwa ya kwanza yalifanyika mwishoni mwa Januari walipoteka Goma, jiji lililoko katika jimbo la Kivu Kaskazini ambalo lina wakazi zaidi ya milioni 1. Goma likiwa mpakani mwa Rwanda na kando ya Ziwa Kivu ni kitovu muhimu cha biashara na usafirishaji, kilicho karibu na miji ya madini inayosambaza metali na madini yanayohitajika kwa kiwango kikubwa sana duniani. Baada ya waasi wa M23 kuteka Goma, mashirika ya misaada ya Umoja wa Mataifa yalionya kuhusu janga kubwa la kibinadamu likihusisha uhaba wa chakula na maji, hospitali kuzidiwa na majeruhi, pamoja na miili ya watu kuachwa mitaani. Waasi hao wa M23 pia wameteka jiji jingine muhimu katika eneo hilo, yani Bukavu, mji mkuu wa jimbo la Kivu Kusini. Maeneo mengine yaliyo chini ya udhibiti wa M23 kwa sasa ni Masisi, Rutshuru na Katale. Hapo awali waasi wa M23 walitishia kuendelea na mashambulizi yao hadi mji mkuu Kinshasa, ingawa wachambuzi wanasema huenda hilo lisifanikiwe, kwani jiji hilo liko umbali wa kilomita 2600 kutoka mashariki mwa nchi. Sasa M23, unaweza kuuliza hawa M23 hasa ni kina nani? Sasa wanasema M23 inaongozwa na waasi wa kabila la Watusi ambao wanasema wamelazimika kushika silaha ili kulinda haki za jamii yao ya wachache. Wanasema makubaliano kadhaa ya awali kusitisha mapigano hayajaheshimiwa. Wanachukua jina lao kutoka kwenye mkataba
wa amani uliosainiwa tarehe 23 mwezi Machi mwaka 2009. Baada ya kuundwa mwaka 2013, M23 ilifanikiwa kwa haraka kuteka maeneo makubwa ikiwemo Goma, hali iliyokosolewa vikali na jamii ya kimataifa, waasi hao wakituhumiwa kwa uhalifu wa kivita na ukiukaji wa haki za binadamu. Hata hivyo, baadaye walilazimika kuondoka Goma baada ya kushindwa vibaya na jeshi la DRC Congo likishirikiana na kikosi maalum cha Umoja wa Mataifa, hali iliyopelekea waasi hao kufurushwa chini humo. Na baadaye wapiganaji wa M23 walikubali kuingizwa ndani ya jeshi la serikali kwa sharti kwamba Watusi wangelindwa. Lakini mwaka 2021 kundi hilo lilirejea vitani likidai kuwa ahadi walizopewa zilivunjwa. Sasa haya ni matakwa ya M23. Ukifuatilia kwa makini utakuja kugundua huu mgogoro kati ya serikali ya DRC Congo na M23 ni maslahi, kwamba kuna maslahi hawa Watusi waliahidiwa kutoka kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, lakini mpaka leo hii inaonekana maslahi hayo hawajayapata. Hii ni sababu ambayo imeandikwa na chanzo changu ambacho nimekuwa nikikipitia. Lakini pia ukifuatilia kwenye vyanzo vingine, wao wanadai hasa sababu ya hivi vita kati ya M23 na serikali ya demokrasia ya Congo, ya DRC Congo, chini ya utawala wa Rais Felix Tshisekedi. Wanasema kwa miaka mingi, hata kabla ya Tshisekedi kuingia madarakani, kumekuwa na biashara kubwa ya madini, na madini hayo yanatumika hasa kwenye kutengeneza risasi, lakini pia kwenye kutengeneza simu. Madini hayo yanatumika hasa, narudia, yanatumika kwenye kutengeneza hasa simu, hivi vifaa vya kielektroniki, pamoja pia na kuna madini yanatumika pia kwenye kuunda hizi risasi. Sasa wanasema mataifa makubwa duniani wamekuwa ndo wanunuzi wakubwa, au wamekuwa wahusika kwenye hizo biashara za ununuzi wa hayo madini. Sasa ili hayo madini wayapate kwa urahisi na kwa bei nafuu, kwa hiyo inasemekana wamekuwa wakiwafadhili waasi wa M23, na baada ya kusababisha machafuko au mabepari, tunasema wana namna ya kuyapata hayo madini. Yani tunasema hayo madini wanayapata kirahisi kwa sababu yanakuwa hayafuati taratibu zile za serikali, mara kodi mara nini. Kwa hiyo wamekuwa wakiyapata hayo madini yao kirahisi zaidi kutokana na machafuko ambayo yanaendelea huko DRC Congo. Sasa ukichunguza kwa hoja zote mbili za kwamba Watusi kuna masuala yao hayatekelezwa, kuchunguza huku wanasema ni kuna watu wanafadhili machafuko ili waweze kuchukua madini kirahisi. Kwa hiyo utakuja kugundua ni maslahi tu kwa namna moja ama nyingine ndio ambayo yanapiganiwa eneo hilo. Sasa hivi serikali ya DRC Congo imetangaza dau nono kwa watakaofanikisha viongozi wa waasi kukamatwa, kitu ambacho inaonekana ni kigumu. Kama ingekuwa rahisi wa viongozi hao wa waasi kukamatwa, basi wangekuwa wameshakamatwa, lakini mpaka sasa hivi walipofikia inaonekana ni ngumu sana kwa viongozi hao wa waasi kukamatwa huko DRC Congo. Kwa hiyo tusubiri tuone nini kitatokea au nini kitajiri, sababu hii swala imeonekana likichukua sura mpya kila iitwayo leo. Sababu inawezekana leo wakaonekana wasa mkoa dhaifu kidogo, kesho ikaonekana jeshi la serikali limezidiwa vibaya mno. Kwa hiyo kila siku kumekuwa na sura mpya kabisa ya machafuko huko DRC Congo. Lakini kikubwa watu au wachambuzi wa mambo na wachunguzi wanadai vita hivi vinachagizwa sana na mataifa ya nje, kwa kuwa kuna maslahi mapana wanayapata kutokea huko DRC Congo. Kwa hiyo tusubiri tuone mwisho wake ni nini, sababu vitu vingi vinaamuliwa na muda. Kwa hiyo tusubiri tuone, sababu naamini itafikia hatua madini pengine yataisha au itapatikana mbadala wake. Kwa hiyo pengine tuone nini hasa kinaweza kienda
kikatokea huko nchini Kongo. Kwa hiyo nikusihi ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa Seto TV, usikae mbali na kurasa zetu za mitandao ya kijamii, uwe wa kwanza kupata taarifa kama hizi na nyingine nyingi, ili uwe wa kwanza kuhabarika na habari hizi. Chao.